Siri kubwa haivunji maisha kwa sababu imejulikana, bali kwa sababu mtu anayejua anaamua kuitumia vibaya. Asubuhi iliyofuata, Satingi aliamka bila kujua kuwa maisha yake yalikuwa yameanza kubadilika taratibu. Biti Mainda naye aliendelea kuamini kuwa siku mpya ilikuwa mwanzo mwingine wa matumaini, lakini wote wawili hawakujua kwamba nyuma ya tabasamu lao kulikuwa na mtu aliyekuwa akingoja muda sahihi wa kuvuruga kila kitu walichokuwa wameanza kujenga. Mwisho wa sura 9. Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya 10. Kivuli cha siri. Baada ya siku nyingi za ukimya, maisha ya Biti Mainda na Satingi yaliendelea taratibu katika nyumba yao ndogo ya udongo. Haikuwa maisha ambayo Biti Mainda aliwahi kuyaota alipokuwa kibogwa. Hakukuwa na nyumba kubwa, hakukuwa na mali nyingi, hakukuwa na starehe, lakini kulikuwa na kitu ambacho kilianza kuwa cha thamani zaidi kuliko vitu vyote. Kulikuwa na upendo. Kila asubuhi Biti Mainda aliamka mapema kabla jua halijachomoza. Aliwasha moto, akaandaa chai, na wakati mwingine alipokuwa akimwona Satingi bado amelala, alikaa kimya akimtazama. Aliona uchovu kwenye uso wake, aliona alama za kazi kwenye mikono yake, lakini pia aliona kitu kingine. Aliona mwanaume aliyekuwa akijitahidi kwa kila alichokuwa nacho. Satingi naye alikuwa ameanza kubadilika. Kabla ya Biti Mainda kufika Zanzibar, alikuwa amezoea kuishi siku moja baada ya nyingine. Hakukuwa na mtu wa kumuuliza amefika salama, hakukuwa na mtu wa kumsubiri nyumbani. Lakini sasa kila alipotoka asubuhi kwenda kutengeneza baiskeli, alijua kuna mtu anayemtegemea, na hilo lilimpa nguvu mpya. Siku moja jioni, Satingi alirudi nyumbani akiwa amechoka. Biti Mainda aligundua kuwa alikuwa kimya kuliko kawaida. Satingi, naam, kuna jambo linakusumbua? Satingi alikaa chini, akatazama mikono yake iliyokuwa na mafuta ya baiskeli. Nimekuwa nikifikiria. Kuhusu nini? Satingi akavuta pumzi ndefu. Kuhusu maisha yetu. Biti Mainda akakaa karibu naye. Satingi akaendelea, sipendi kukuona ukiishi maisha haya kwa sababu yangu. Najua nimejitahidi, lakini nataka zaidi ya hapa. Maneno hayo yalimfurahisha Biti Mainda kwa sababu aliona kitu muhimu. Satingi hakuwa amekubali umasikini wake kama mwisho wa maisha. Alikuwa anapambana. Satingi, naam, mtu anayejitahidi tayari ana kitu kikubwa. Usifikiri mimi natazama kile ulicho nacho, natazama moyo wako. Satingi alinyamaza. Maneno yale yalikuwa mazito kwake kwa sababu kwa muda mrefu alikuwa amezoea watu kumhukumu kwa maisha yake, lakini Biti Mainda alikuwa akimtazama tofauti. Siku zilizofuata, Satingi alianza kutumia muda mwingi zaidi kwenye kazi yake ya baiskeli. Alianza kutengeneza vifaa vyake, alianza kutafuta wateja zaidi. Alijaribu kadiri alivyoweza kuongeza kipato chake, lakini maisha hayakuwa rahisi. Siku nyingine alipata wateja wengi, siku nyingine alikaa hadi jioni bila kupata mtu hata mmoja. Na kila alipokata tamaa, Biti Mainda alimkumbusha kuwa bado kuna kesho. Lakini wakati wao walikuwa wakijenga matumaini hayo, kulikuwa na mtu aliyekuwa akifuatilia kila hatua yao. Mtu huyo alikuwa ameanza kumwona Satingi kwa macho tofauti. Alimfuatilia tangu zamani. Alijua maisha yake ya mchana na alijua siri yake ya usiku. Jina lake lilikuwa Makame. Makame alikuwa mtu aliyefahamiana na watu wengi Kiboje. Alijua habari nyingi za kijiji. Watu walimjua kama mtu mwenye macho ya kuona mambo ambayo wengine hawayaoni. Kwa muda mrefu alikuwa akijua kuhusu kazi ya siri ya Satingi, lakini hakuwahi kusema chochote. Sasa alikuwa ameanza kujiuliza kama muda ulikuwa umefika wa kutumia siri hiyo. Siku moja mchana, Makame alipita karibu na sehemu ambayo Satingi alikuwa akitengenezea baiskeli. Alisimama pembeni, akamwangalia. Satingi alikuwa akicheka na mmoja wa wateja wake. Alionekana mwenye furaha. Makame akatikisa kichwa taratibu. Hajui tu, akasema kwa sauti ya chini kwamba siri yake bado ipo. Kisha akaondoka. Siku hiyo jioni, Satingi aliporudi nyumbani, alimkuta Biti Mainda akimsubiri kama kawaida. Alitabasamu, na kwa muda mfupi alisahau kila kitu kilichokuwa kinamsumbua. Lakini mbali kidogo, Makame alikuwa bado akifikiria. Alikuwa hajafanya uamuzi, lakini jambo moja lilikuwa wazi. Siri ya Satingi ilikuwa bado haijafa.
ilikuwa imelala tu, na siku ambayo ingeibuka tena ingejaribu kila kitu ambacho Satingi na Biti Mainda walikuwa wameanza kujenga. Mwisho wa sura 10. Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia.